Kitu gani jamani? Shika adabu yako na adabu ikushike, mpumbavu mkubwa wewe. Jamani msifikie huko. Wewe kama na wewe, kama wewe. Umtaa nadhani hujui. Na hapa ni kwangu. Usinipangie masharti aina yoyote. Si unanielewa vizuri? Sasa ndo. Ndio mama wangu. Wewe. Jamani, nipo kitaa hapa, naangalia watu wakupigana, hata stori siwaoni. Naona popo kimya leo, barabara ndio hivyo, watu hawapiti. Nikiangalia hapa, kuna nyumba ile, naona pale kuna watu, subiri nikapiga nao stori pale. Mimi nikapiga nao stori kidogo. Maana vitaa vimepoa, nasubiria watu siwaoni. Tunaenda jamani, tunaenda kupiga story na watu. Naona wametulia kabisa. Jamani, leo nyumba hii. Asante, naona mmetulia mama zangu. Tuko tunapata upepo. Shikamoni. Jambo. Samanini mama zangu. Nimekuja hapa tupige stori 2-3, maana kitaa leo chote kipo kimya. Nikaona nyie mmekaa hapa, nioje kupiga stori 2-3. Karibu, haina shida. Asante mamangu. Mimi naweza kukaa hapo kati? Popote pale mwanangu utakapochagua. Haina shida mama, asante. Asante sana. Vipi? Naona mmetulia wenyewe. Na kula tu upepo hapa. Nakwambia ndani joto. Ndani joto. Ndio maana tukaamua tutokee hapa nje tubadilishane mawazo 2-3 hapa. Sina tena wanawake. Umbea mwingi. Ni kweli, ni kweli. Sawa mama zangu. Mimi nimekuja hapa leo nipige story 2-3 na nyie. Vipi mnaonaje Yanga Day na Simba Day? Kwani nyie mnaonaje? Tena mimi ukiniambia mambo ya mpira nimeshaona nitajipa pressure bure, unaweza ukakata moto, anaokula hela ni wengine. Nishaachana nayo. Kwanza Simba Yanga? Mimi mwana Simba. Simba. Mwana Simba. Vipi ile jana mnaionaje ile mlivyopigwa pale? Hata jana yenyewe mimi sijaenda kwa sababu najua nitakufa na pressure tu. Dada hapo Yanga Simba? Sina timu yoyote. Hauna timu? Sawa, ni vizuri. Mimi ningependa yani, ndio maana nikasema nilije kupiga story na nyie 2-3 nini Yanga. Si unajua mimi hapa nimevaa Yanga. Nakuona. Na leo Yanga Day. Yaani leo hakika tunapiga tu magoli leo. Acha. Mangapi? Yaani leo kama sio 3 ama 2 tu tunayatuliza. Hivyo tu yani. Ukifungwa. Haiwezekani. Ndio maana nikaamua nije kupiga story 2-3 na nyie hapa. Ningependa tu kuwafahamu. Naona hapa hii nyumba yako. Hapana, hapa kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako. Nimekuja tu kumtembelea mara moja. Wewe umeolewa? Mimi nimeolewa. Una watoto? Tena kama timu ya mpira. Kweli mama umeolewa maana? Nimeolewa na mume wangu. Okay, sawa. Vipi? Angalia. Hiyo message si ya Bakarimu kwenye simu yako? Baba Bakarimu. Imekuwaje? Taratibu basi. Naona umenitolea macho. Taratibu mwenzangu. Nimekuuliza message ya mume wangu kwenye simu yako imekuwaje? Mimi mwenyewe sijui. Ndio kwanza naiona saa hivi katuma. Ndio kwanza naiona katuma. Amekuwa mtabiri wa hali ya njozi? Au mtabiri wa hali ya hewa? Hajue tu kabisa hapa leo hii simu imetoka kwa Mwenyezi Mungu, hali ya hewa nitume message kwa mtu fulani. Kama sio kupeana namba na kukutana kwenye vificho. Sikiliza, mimi sikufichi kitu chochote. Ulipokuwa kijijini, ulipoenda kijijini, mumeo nilikutana naye. Akaniomba namba ya simu. Nikampa, nikajua mimi shemeji yangu. Lakini baadaye akaanza kunitumia message ambazo mimi sizielewi. Siku mimi akaniambia njoo nyumbani kwangu shemeji, mimi na shida. Nakuja hapo kwako. Mimi akanilazimisha. Unasemaje?
Akakulazimisha nini? Unasemaje wewe Mama Zai? Hivi kweli unayoongea na kuingilia kichwani au unayoongea wewe kweli hauna akili timamu? Jamani, ningekuwa sina akili timamu haya yote nisingekuelezea. Naomba naomba nikuulize swali moja Mama Zai. Amekulazimisha wewe ni kuku kifaranga? Kifaranga wewe? Mimi sio kifaranga. Si ndio maana yake? Au wewe kinda wa ndege? Sio kinda. Sasa kama wewe sio kinda au wewe sio kifaranga, maana yake anacholazimisha. Basi Mama Zai, sitaki kutulizwa. Jamani Mama Zai, subirieni kwanza mama zangu. Kwa kijijini, nimetoka sio nipo kijijini, shemeji alikuomba namba, baada ya kukuomba namba shemeji yangu akaniita, akanilazimisha. Ndio maana nakuuliza shemeji yako alivyokuita nyumbani kwangu, akakulazimisha. Maana yake alichokulazimisha, wewe ni kifaranga au wewe ni kinda la mtoto wa ndege? Kwa sababu unajua mimi anayolazimishwa ni mtoto mdogo ambaye asiyojua maji kujaa na maji kutoka. Hapana dadangu, sikiza nikwambie, haya ni mambo ya kifamilia. Kwanza ilikuwaje mamangu? Yaani siku hiyo mimi kaniambia tu shemeji njoo nyumbani. Nikaenda pale kwake huyo shemeji, nilivyofika pale nikakuta kaandaa vinywaji. Sasa sielewi mle katika vinywaji sijui kaweka kitu gani. Jamani, shika adabu yako na adabu ikushike, mpumbavu mkubwa wewe. Jamani msifikie huko. Wewe. Umtaa nadhani hujui na hapa ni kwangu. Usinipangie masharti aina yoyote. Si unanielewa vizuri? Sasa ndo. Ndio mama yangu. Wewe. Ungesikiliza basi. Jamani mimi nilikuwa ninapita nije kupiga story na watu. Mambo ndo haya. Yanayojiri. Mjionee wenyewe. Mimi haya nusu. Shoga mbaya. Wewe sikiza, unakuja hapa unataka unga nakupa, unataka nguo nakupa, unataka kila kitu nakupa. Ukaona bado itosheki na mume wangu naye nikupe. Jamani. Sio hivyo, naomba nielewe. Aliniwekea vitu kwenye kinywaji. Vitu gani wewe mnafiki mkubwa? Vitu gani vya kuwekwa kwenye kinywaji? Mtu umekomaa kuanzia sura mpaka miguu. Una vitu gani wewe? Kukomaa sio tatizo. Hapana jamani, msigombane, msifikie huko. Msifikie huko, mnabidi hapa mkae muyamalize ili mjue chanzo tatizo ni nini. Mimi nilikuja hapa kupiga story na nyie, lakini sasa naona mambo. Wewe. Kwanza sikuelewi ujue wewe. Umetokea wapi mpumbavu wewe? Unakuja tu kwenye nyumbani kwangu unaniletea mambo pumbavu. Unakuja tu unalidubwasha gani? Paki kule. Unakuja kwa kusema mimi nilikuja kupiga story na nyie. Maana nilizunguka kote nimekuja kupiga story na nyie. Na ndio maana nikasemaje? Nije kupiga story na nyie hapa. Basi tuelewane tu jirani yangu. Mbona unakuwa hivyo? Urafiki wetu kwetu uvunjiwe na mwanaume. Unasemaje mpumbavu mkubwa wewe? Mwanazaa watoka pabaya wewe. Unasema urafiki wetu ukuzwa na mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anaenda dada subiri. Dada tulia. Tunataka tushughulishe hiyo kesi. Anatamani. Kwa nini ungetafuta mwanaume wako kwa mwaka ndani mpumbavu wewe? Kwa maana kuelewa utaki. Kazi kudanganya na mazao. Hapana dada. Dada tulia kwanza. Tulia dada. Mimi nilikuja kupiga story na nyie tu waongee tu yamalize. Toka kwangu. Dada. Toka kwangu. Hapana dada yangu, ndio maana mimi niliomba nije kuzungumza na nyie tu story 2-3 tupige. Hasa ya mambo yamejitokeza kifamilia, mnabidi mkae myazungumze. Kwanza mama ilikuwaje? Yaani mimi ndio hivyo, alinipigia simu akaniambia njoo nyumbani. Nilipofika nyumbani kaandaa vinywaji nikanywa na mimi. Nilipokuja nimekuja kuzinduka nipo kitandani afu niko uchi. Na ndio mambo yalipoanzia pale. Mwangalie kwanza anapoongea kama mtoto aliobemendwa. Hapana dada. Dada sikiliza. Hapa tunataka tusuluhishe ili mambo yakae sawa. Tujue kabisa. Mlitoka kabisa. Mkajua kabisa mkija hapa kwangu kuna jambo la kuja kushughulikia. Hapana dada, mimi nilikuja kupiga story, sijaje kugombana. Subiri. Kumbe michezo anaucheza huyu yote wewe ni dalali. Hapana dada. Mimi nilikuja kupiga story tu kuzungumza na nyie tu story 2-3 za mpira basi. Mimi ni mtangazaji tu nimepita, yani niongee tu na nyie, nipige story 2-3 story za kitaa. Ndio maana nimekuja nipite hapa niwaongee mtaa kimya wote huu, nikaona nyie mmekaa hapa mpo boadi nije kupiga story 2-3 na nyie. Na kile kitu pale nilikiweka ili tuje kupiga story na nyie tuzungumze. Kama mlikuwa tayari ningekisogeza tungekuja hapa tungepiga story 2-3. Naona sasa mambo yamekuwa sio mazuri, ndio maana
Kama nataka kupiga story 2-3 na sisi, nataka mimi nipige story kwanza na huyu, wewe kaa pembeni, mambo haya kuhusu. Naomba uniulize vizuri, ili kuwaje? Hasa kikubwa zaidi kilichokusibu wewe mpaka jogoo wa mtini akaja akawika kwenye juu ya miembe. Tulia basi kwanza, si kama nilivyokuelezea. Ulivyonielezea nini? Mimi aliniaga namba tu, nikampa namba, baadaye akanipigia simu, nikaja kwako. Nilipofika kwako kaandaa kinywaji na ndo kilichonisababisha mimi tena chumbani kwangu. Dada tulia dada. Dada tulia dada. Dada tuliza basi. Mimi japokuwa mambo ya nusu, ila tulia dada. Mimi mwenye makosa ni mmeo, ndio maana nakwambia kwamba inabidi tukae chini tuyaongea kiwepo na mmeo, lakini mimi unaniwekea jaziba mimi tu. Tena sikiliza nikwambie. Sasa nakupa honyo. Hili honyo likufae kwenye miguu, likufae mpaka na kichwani kwako. Ukiniona mimi hapa kwanza hivi leo, ona kama kituo cha polisi. Ukutumbukiza kidole umekamatwa. Unanielewa vizuri? Na hapa nyumbani kwangu. Hapa kwangu. Dada basi tuliza dada. Msio mnagombana. Sasa kukubeba sio mtoto wangu, wala sio mama yangu, wala sio binamu wangu. Siwezi kuwa na shoga maraya. Dada tulia basi. Tuliza dada. Dada tulia basi. Tulia. Haya mambo ya kifamilia mnabidi muyamalize. Msigombane. Ana watu wanavyoangalia. Kama ndio mnapokaaga huko upumbavu mnafanya huko kwa kuambia kama mimi napumwe. Si ndio hivyo? Sinakuuliza. Dada tulia basi. Tulia tuyazungumza. Mwenzako kasha kwambia hivi alikosea, aliteleza. Basi nimuomba tu umsamehe. Kuteleza unakujua? Kwani hajaja kuteleza kwa mume wako? Si kama hivyo. Yetu mtoto molewa. Hapana, mimi sikutaka ugomvi. Nilikuja kupiga story tu dada zangu. Haya mambo mengine yamejitokeza mimi siyajui. Mimi nilikuja tu kupiga story na nyinyi. Nilikuja kupiga story na haya mambo mengine yanayojitokeza huyajui. Kwa usalama na usalimini, naomba toka kwangu. Sawa, mimi naweza nikaenda. Lakini nilikuja hapa sio kwa ugomvi, nilikuja. Sawa mdogo wangu. Kuja kwa ugomvi, hapa umekuta mambo yashavurugika na hapa mimi sielewi chochote. Itafikia hatua tutagombana baina yangu mimi na wewe. Naomba uende taratibu kabisa. Hili tusifikie hatua ya kukwazana tukagombana. Sijui umenielewa? Sawa dada, mimi ndaenda. Lakini msifikie hatua ya kupigana, labda mkajua chanzo mimi hapa. Wewe niachie kaba mbovu. Wewe nenda. Sio hivyo unavyofanya. Malaya wa Kisuma niachie hapa. Mimi mwenyewe naondoka tu, ni bora tukutane siku nyingine. Bora tukutane siku nyingine. Nataka nikuchezeshe, si malaya. Nataka nikuchezeshe, nikuonyeshe. Dada sasa tulia. Yaani tulia dada yangu. Mama anaongeleka tulia. Yaani dada naomba tu ufanyaje? Utulie. Naomba unisamehe. Jamani, nadhani mmejionea wenyewe. Mimi nilikuja kupiga story 2-3, nadhani mambo umeyaona. Haya, hii ndo kitaa. Mambo mmeshayaona ndo hayo. Na bado alijaisha mpaka aliishe. Hapa kwangu marufuku. Mpumbavu sasa kuwa na shoga mnafiki mimi. Maraya mkubwa wewe. Kwanza dadangu, kuna nini kilitokea? Maana tulikuja hapa tuzungumze story 2-3 za mpira nini, Yanga nini. Hasa naona mmekuwa mnagombana. Kwanza kuna nini dadangu kilikuwa? Umbea nayo kazi, umbea nayo shibe, umbea nayo posho. Na nyie mara nyingi sijui watangazaji, sijui ndio akina nani, mnaponzwa na umbea. Umbea watangazaji ndio unakuja kuwaponza. Haya, shida yako nini unachotaka kukijua? Kalala na mume wangu, unaweza ukanisaidia? Mimi sio kwa ubaya dadangu, ndio maana nimekuuliza na nilikuja hapa kuomba nipige story 2-3 na nyie. Niliona kitaa kipo kimya sana na ndio maana nilikuja hapa niomba nipige story na 2-3 na nyie. Ndio naona ugomvi kwanza kutokea. Kwa hiyo nataka nijue ugomvi, chanzo cha ugomvi ni nini? Basi chanzo cha ugomvi nimekujibu. Nenda katangaze vizuri, si kuandishwa habari, si kuandishwa kina nani, si kinani, si midudu gani mimi sielewi. Katangaze vizuri kwenye uko unapoenda. Shoga yangu kalala na mume wangu. Haya mama, njia nyeupe. Jamani, ni mambo ndo kama hayo mliyaona. Mimi nilikuja hapa kupiga story 2-3 na hawa dada, lakini mambo yalotokea ndo haya. Watazamaji, nadhani mmejionea wenyewe. Mimi nilikuja hapa kupiga story 2-3 na hawa dada, lakini mambo yalotokea ndo haya. Nadhani mmejionea. Sijajua chanzo kilikuwa nini, wenyewe wanagombaniana mambo ya mabwana. Yule alikuta message ya kunisimu ya rafiki yake, mambo ndo kama hayo unayaona. Ila mimi nilikuja kupiga story 2-3 na hao, nadhani mmejionea wenyewe. Kitando hivyo kimeshachangamka. Watu washagombana hapa, mwingine kashakimbia. Kwa hiyo mimi inabidi tu niende nikatafute watu wengine kwa kupiga nao story. Kuni story kama hizo ukizitaka story nzuri,
Naomba usisahau kulike, kusubscribe, kucomment, kushare kwa watu wengine wapate kuona. Tunawapenda sana.